wewe sasa hivi ni mume wake, ni furaha gani alionayo, na sasa hivi ni mama Kijacho. Ajibu tu kadri ya uwezo wake, tusimkasirishe mama Kijacho wetu, ili akae kwa amani kabisa. Naona anacheka yaani unaibu anaibu hivi kila siku da. Mimi nilijoga mimi ndo naibu, lakini Leila umezidi jamani. Leila karibu. Shukrani. Hebu tuambie Leila, ni kitu gani ulikiona kwa Abasi mpaka ukaamua kubadilika? Ukasema huku sitaki tena, mimi nataka hii huku. Yaani sijui niseme. Yaani mwenyewe tu nimejikuta tu nimempenda. Ndio hivyo nikawa naye. Lakini kwamba mimi mwenyewe niko football yangu tunacheza mpira wa miguu wanaume. Lakini kucheza mpira wa miguu haiwezi ka define sexuality yako. Hata sasa hivi unaweza bado ukacheza. Sasa kwani Abasi atakunyima? Hawezi kuninyima. Yeah. Kuna wanawake wanacheza mpira na wameolewa. Yes. Yeah. Yaani tuseme tu kwamba Uswahilini, unajua Uswahilini kuna mambo sana. Yeah. Japokuwa sijawahi kuishi Uswahilini, lakini naonaga. Yeah. Uswahilini kuna kila design ya vishawishi. Ndio. Na mtu usipokuwa na akili timamu, basi kweli utaingia kwenye vishawishi. Yeah. Mimi nilikuwa msichana wa ovyo. Yaani unajua ukiachana hata na ule utomboi nini, yani ilikuwa ni ile msichana wa kupigana nini. Yaani tukisikia Uswahilini tujue kwamba ni Uswahilini, yani mambo ya Kiswahili kabisa. Ila mimi nilikuwa yani sigombani na watu. Yeah. Ila tu mimi kwamba nilikuwa nguo za kike mimi nilikuwa siwezi. Kama hivi sidera. Yeah. Nilikuwa siwezi. Kizingatia yani baba yangu. Mimi baba yangu yupo hai, ila mama yangu ameshafariki tayari. Sasa nafikiri kama 2016 ile namaliza darasa la 7 na mama yangu pia ndo amefariki. Ndio. Kwa hiyo mama yangu alifariki tena undugu na wale upande wa mama kule ukawa kidogo yani kama hamna yani. Yeah. Kwa sababu undugu ulikuwa unaunganishwa na mama, ambapo huko ndo mama zangu wadogo, mama zangu wakubwa, shangazi zangu, wajomba nini. Kwa mama alipofariki tu kidogo yani mahusiano yako hakuna. Kwa mimi tu niko na baba. Ndio. Mimi baba yangu alikuwa ananisikiliza. Mimi shule nimesoma mpaka 4. Sasa ile siku baadaye ukaacha, ama ilikuwa ni kwamba uwezo hakuna tena, ama wewe mwenyewe uliamua tu utaki tena shule? Mimi hapo ndo hapo nikaanza tena makundi ya kijinga. Sasa nilipoacha shule mzee wangu akaniambia kwamba nitafute biashara ya kufanya. Lakini mimi nilikuwa sitaki kufanya biashara, nilikuwa sitaki kusikia chochote zaidi ya mpira. Yeah. Kwa hiyo babangu akanitafutia timu, nikawa nachezea. Timu ipo huku Dar es Salaam pale Mnazi Mmoja pale. Uwanja wa Jakaya. Yeah, naujua yeah. Mimi nilikuwa tu mpira na mimi na mpira. Yaani uniambie kitu. Huku na tango zangu za kiume. Abasi watu wanaomba wewe unawaambia kama inaingia miamala. Yaani kama inaingia tu, usituambie shilingi ngapi wala nini, kama inaingia tu. Yeah. Tuendelee Laila, samahani. Yeah. Kwa mimi tu nilikuwa inaingia guys, inaingia. Nyie endeleeni tu kutuma 100, 200, 500, tumeni. Tuna mama Kijacho wetu hapa, naweza hata kumuita mtoto wake Ika. Tuendelee Leila, tuendelee dada yangu. Mimi nilikuwa mtu wa mipenzi, mijizi, nini. Shaona. Mimi babangu akawa ananisikiliza mpaka akawa ananipangia chumba, akawa ananilipia kodi mwenyewe. Yeah. Naishi mpaka dakika mwisho ndio nikaja kukutana na mume wangu kwenye mashughuli tu. Ndio. Yeah. Yes. Kweli akanifuata kama mtoto wa kiume na kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kabisa. Kweli kabisa. Yaani hapo kweli hakuna. Tunalainisha hivyo inaenda. Kweli.
nikaja nikamuelewa hapo huku naishi chumba ambacho alichonilipia mimi baba yangu. Sababu alikuwa ananilipia miezi 6. Lakini huyo baba naye anakupenda wewe. Yes, babangu mpaka leo yupo hai na ndio alotuozesha. Nakwambia anakupenda. Salute kwa mzee sana. Yaani kama yuko hapa salute sana. Mzee anakupenda. Wewe sio kila baba Wallahi sio kila baba. Ana mashallah. Safi sana, Ndio nikaja nikakutana na mume wangu kule ambapo napokaa tena yani stuli. Yaani ulipokutana na mume wako bado ukaa tena bado hutaki kutulia. Yaani stuli sky nyumbani. Yaani napenda muda wote nipite pale kwao kwa sababu tulikuwa tunakaa ni Vingunguti moja lakini kasoro tu mitaa. Kwa pale mfano mimi nikipita pale kwao namkuta barazani. Na mfano akipita kwetu ananiona. Kwa mimi nikastuli kwetu kila muda lazima niwe kule kwa mume wangu. Sasa kumbe babangu alikuwa anakuja jioni akitoka zake kazini anapita nyumbani. Akipita nyumbani anakuta mlango umefungwa. Kama wiki hivi. Mimi majirani kumbe akamwambia mwanao sasa hivi ipo kina basi. Mbona ana wiki hapa nyumbani hayupo? Haya mimi usiku nashangaa babangu tu kanipigia simu anaita nyumbani, njoo nyumbani mwanangu. Kweli nikaenda. Ananiambia mbona nyumbani pale mimi napita kila siku sikuoni? Na baba mimi jioni nenda mazoezini, nachelewa kurudi. Hivyo nadhani mimi mtoto mdogo mimi naenda nikaanza kuliona jua. Mimi mbona pale nimeambiwa pale kwamba sasa hivi unashinda huko kwa yule Abasi. Shaona? Na mimi muda huo na nishaanza kumpenda tayari. Itabidi tu mimi nimwambie babangu ukweli. Ndio mkate mgumu mbele ya chai wallahi kweli kawangu. Kweli itabidi nimwambie tu. Nikamwambia baba kweli anaambia kama mimi sasa hivi siendi nyumbani. Kweli mimi siendi nyumbani nashinda kule. Cha kwanza kwamba mimi nyumbani hapa nitashindaje peke yangu? Naenda mazoezini nikirudi lazima nimisi kutembea. Sawa nashinda kwa kina basi sijakataa. Kwani mimi baba mimi mwanao mimi mwanamke au mwanaume? Anyamaza tu asikiza kama mimi baba mimi ni mtoto wa kike. Japokuwa navaa mavazi nacheza mpira lakini mwenyewe unajua kama mimi ni mtoto wa kike. Na yule Abasi yule ni mtoto wa kiume. Nilijikaza kuongea na babangu. Kwa sababu hamna mtu ambaye yani Vingunguti hamna mtu ambaye asomjua mume wangu. Hakuna. Hata ukimuuliza mtoto mdogo. Kila mtu anajua Abasi ni nani yani mimi hadi babangu mwenyewe alikuwa anamjua. Shauri. Nikamweka tu wazi kwa baba mimi mwanamke na yule pale ni mtoto wa kiume hata afanyaje. Kwani wewe hutaki mimi niwe naye? Babangu alinyamaza hakunijibu siku ile. Mimi nikamwambia baba sikiza nikwambie hapa anapokaa kodi ikiisha mimi nitarudisha vitu nyumbani, sitaki tena unipangie, yani sitaki tena unilipie mambo ya kodi, sitaki tena nikupe shida. Kwa hiyo nisikupangie utakuwa unaishi wapi? Nikamwambia mimi nitaenda kuishi kwa kina Abasi, mimi sitaki tena unipangie chumba. Kwa kipindi cha kwanza kile mzazi kama mzazi ilikopo kuna ugumu kidogo kabisa unamuona mzazi huyu haipo pia. Yes. Kipindi cha kwanza kile ilikopo shida kidogo. Dakika mwisho kodi kaisha nikachukua vitu mwenyewe nikaviregesha nyumbani. Nikamwambia baba bwana mimi naenda kukaa kina Abasi. Hapo muda huo anaishi na wajomba zake pale nyumbani. Wajomba zake kama 2 hivi, 3 sikosei na wapangaji wengine tu. Hivyo navaa mavazi yangu ya kiume, navaa pensi, navaa majinzi. Mambo yanaenda. Sasa kwa watu ambao walikuwa wanatuona kwa panajua labda mimi ndo mwanaume sijui. Basi mwanamke. Wakati mavazi haisemi kitu, mwanamke tu. Mavazi yaongei, yani mavazi yani kama pesa haiongei. Mavazi pia yaongei. Mwanamke tu, mwanaume tu hata ufanyeje. Kweli. Kwa nafikiri kama ilikopo Novemba mwaka juzi. Mwezi wa 11 nafikiri.